Ndio. Nikawa najichanganya. Ndio. Nataka nicheze mpira. Naam. Alafu huku fundi cherehani. Alafu huku napenda muziki. Vilikuwa vinanichanganya hivyo, lakini percent nyingi zikawa zimeangukia kwenye muziki. Ndio, lakini mwanzoni nilikuwa niko mpenzi wa Shani. Hali gani penzi msikilizaji wa Radio Black FM popote ulipo, natumai uko salama salimina kwa siku ya leo Ijumaine ya tarehe 31 mwezi wa 5 2022. Natumai penzi msikilizaji wa Radio Black FM to shukrani za dhati kwa aliyetu wametutangulia hapo kwenye kipindi cha Good Morning, Bashiri Ndoni pamoja na Vanessa Vava na Armela. Ni kipindi chetu kinakuja kila siku Ijumaa 3 hadi Ijumaa muda wa saa 3 kamili hadi muda wa saa 4 kamili. Natumai ushakuwa sambamba ya radio yako, umeichagua muda kama huyu. Natumai uko karibu na sisi Black FM 94.9. Mambo mazuri hayataki haraka penzi msikilizaji, ni charmante ndani ya mjengo, lakini mnazoea sauti ya wanawake watatu, njemba tatu. Nikiona mkono wangu wa kulia naona kama vile na yeye mtandio wake utafikiri kama ni mama harusi mtarajiwa vile. Inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni kama kawaida yetu, njemba tatu Black FM 94.9. Nikitizama tena kule mama harusi wangu mtarajiwa, natumai mwezi wa 6 kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutakuwa tuko kiwima vile. Na karibu sana. Asante sana. Kwanza assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni Rahma Othman ndani ya mic, japo ushasema ni bibi harusi na hilo sio jina langu. Jina langu kamili mimi ni Rahma. Hapana, bibi harusi hadi siku unaolewa na hadi siku unazaa ndio mama harusi utakuwa. Kwa kama sitozaa bado nitakuwa mama harusi. Naam kabisa. Baby tusizae. Unajua malaika anaitika amina. Alafu unakuja sasa utakuja kujaza choo huko. Kujaza choo hapo. Kujaza choo huko au matunda. Matunda yanaliwa sasa, watoto mnawala watoto. Watoto matunda mwenzangu. So matunda sema hivi ni baraka. Ukisema matunda mnakula. Watoto mtawala. Haya baraka. Sasa. Ni shamsham za pani penzi msikilizaji wa Radio Black FM. Sasa tunadika 8 ndani ya mjengo wa Radio Black FM 94.9 jijini Bujumbura, au unaweza kuingia ku Black Media vile ukaandika tu Black Media 94 Black Media YouTube, Facebook na hii Instagram vile. Natumai utatuona njemba ya wanawake watatu vile, lakini tu acha tusikilize hii anakuambia Team Shisha. Alafu nyuma ya Team Shisha timu saa 3:15 tunamkaribisha mgeni wetu rasmi wa siku ya leo. Leo hakuna mada mezani. Leo hakuna mada mezani. Leo hakuna mada, leo tuna surprise. Leo tuna surprise ya mgeni wetu. Ndio, na wapenzi wasikilizaji wanataka kujua huyo ni mgeni gani. Yupo ndani ya studio ya Black FM. Lakini msio na wasi, mtamjua tu soon as possible. Baada ya dakika chache tutamjua nani mgeni wetu wa leo. Waiketu mkao wa kusikia na wakula na hakuna maana bila kula kama hutakuwa hujanao hapo chakula kinakuwa si kitamu. Naam. Team Shisha basi hewani penzi msikilizaji wa Radio Black FM, na tumai huu ni bwana Jesus. Ni Jasmine ya hapa nyumbani jijini Bujumbura. Wanakuambia kila siku lazima tupandishe bendera ya nyumbani Burundi. Wanakuambia home sweet home. Tutachao kwa mtumwa na sio tukubali kuwa watumwa. Na ni Radio Black FM lazima tupandishe kwanza bendera yetu ya wasanii wa hapa kwetu nyumbani. Mambo ndio kama hayo msikilizaji wetu. Acha basi sikiliza Team Shisha na saa 3:10. Timu tu saa 3:15 vile, mimi dakika 5 namkaribisha mgeni wetu lakini mgeni wetu natumai
tayari alishajipanga, tayari alishajiandalia kabisa maswali yetu, maana Radio Black FM si utani kwa maswali. Sungura kamkaba tembo. Hakuna kulemba kabisa, penzi msikilizaji wa Radio Black FM. Natumai mambo mazuri hayataki haraka kabisa. Imetimu ni saa 3:14 vile. Natumai dakika moja sikiliza basi hii ngoma, alafu utajua ni nani ndani ya studio yetu tumealika mgeni wetu wa siku ya leo. Sikiliza basi kidogo alafu ujipe jibu. Na waimba si waofu, wale wenye roho mbaya, wajifanya watukufu, kumbe wanania mbaya. Nikikutachi, ukikasirika, nikikuuma. Anakwambia nikikutachi ni wewe, ni mambo ndio kama hayo. Penzi msikilizaji, ulishajua ni nani ndani ya studio ya Radio Black FM 94.9 jijini Bujumbura au Black Media. Msikilizaji wetu, natumai tayari ulishasikiliza sauti na shahiri hizo za ya mgeni wetu. Charmante, unasema tumeshajua ni nani. Kwa yule okay, wasikilizaji wetu, kwa yule ambaye yupo hapa pande za Burundi atakuwa ameshamjua. Lakini sasa kwa mimi ambaye sipo hapa, kwa yule ambaye hayupo hapa, hata kuingia kwenye Black Media hapo utasikiliza hapo ni nani, na ataona live. Hapana, kumuona live na kumjua mtu jina lake si mbaya. Kwa sababu gani? Mimi nimeshamuona. Ndio. Tutampatia fursa. Tunataka tumpe. Ndio tunataka tumpatie fursa. Tumjue nini nani zaidi. Na maana tumezungumzia kama ikitimu na dakika 15. Mimi hiyo fursa tumpe, lakini tumnawisha na mikono. Na kwa vizuri. Yaani akule hapa mezani. Yes. Acha basi tumpatie fursa anayo mikono alafu akule na mezani. Yes. Basi mkaribishe mgeni wetu. Karibu mgeni wetu uweze kujitambulisha vizuri kupitia 94.9 Black FM waweze kukufahamu. Je, leo tuna mgeni gani? Surprise ya leo. Rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Tanduros System. Naam. Mwanamuziki takriban miaka 30 aidha 28, niko kwenye ulimwengu wa muziki wa taarabu. Naam. Toka mwaka 89 hadi leo. Ni bwana Rox Tandu System. Takrima miaka 30 ndani ya gemu ya taarabu. Yaani taarabu ya nyumbani. Ndio. Karibu sana studio yetu ya Radio Black FM. Nashukuru sana. Kuwa studio ni nzuri sana. Asante sana. Lakini Tandu, mimi nakuomba uvue miwani. Watu wakuone vizuri. Alafu kuona live. Hivi nimekuona hata siku tukipishana nitakusalimia. Asante sana. Yaani tayari hapa ulishamuona live. Yaani malineti unaweza. Karibu sana, jisikie uhuru katika studio yetu ya Radio Black FM. Ni radio yangu, radio yako, radio ya sote, hatubagui wala tuchagui, na tunakuza mziki wa nyumbani, bendera yetu ya nyumbani vile. Bwana Rox Tandu System. Hayo ni majina yako majina yako umezaliwa nayo au ni majina yako katika kimziki hivyo? Ndio, ni majina yangu ambayo niliozaliwa nayo. Ile la System ndio la kimuziki. Hamna lingine la kuongezea? Alipo la Kirundi Nduwayo. Jina la mtoto wangu Nduwayo. Maana Nduwayo maana yake nini? Maana bimana mimi ni wa Mungu tu. Okay. Ndio. Karibu sana studio yetu ya Radio Black FM. Jisikie uhuru kabisa kama uko nyumbani. Natumai penzi msikilizaji wa Radio Black FM, sikiliza basi tena kidogo. Hapa hii ngoma inaitwa kwa jina gani haswa? La wauma mno. La wauma mno. Afu nasikia hapa shairi anasema hivi, somo wake ajitokeze. Kivipi? Somo wake kujitokeza bimana nyimbo nimeimba ajili ya maharusi. Kama nilivyosikia hapa na biharusi mtarajiwa huko.
naanza kumzawadia nyimbo kutokea siku ya leo. Asante sana. Maanza kufanya mazoezi na ikiwa tafanya kitchen party basi asikose kuingia na nyimbo kama hii. Asante. Ikiwezekana kama itapendeza au itampendeza ni karibu siku ya harusi yake tuimbe pamoja tuingie naye. Usijali. Sawa. Karibu sana ni maeneo ya Bogiva japokuwa nimezungumza sijapata ruksa yako. Nishakuzoea basi kuna tatizo. Shoga yangu ana haraka dada huyu. Maana si hata hiyo siku imefika. Waswahili wanakuambia mpani ya maji hanywi. Kwa hiyo dada, angalia usije usipotokea kule. Acha hivyo, labda Mwenyezi Mungu tu aniteremshie marazi. Mungu apishe mbali. Basi nianze mkono wangu huko wa kulia. Teremka basi na swali 2 3 hivyo kumuuliza mgeni wetu siku ya leo Rox Tandu System. Naam, kama kawaida yetu tuna mgeni wetu Tandu Roxy. Nilikuwa napendelea kuuliza ni changamoto zipi unazipata katika muziki wa taarabu? Nashukuru kwa swali lako. Changamoto kwenye muziki ni nyingi sana. Ni nyingi, nikizihadithia kuanzia sasa hivi naona tutaweza kuchukua karibu na masaa 24. Lakini hata tu niseme tu kutatu. Ndio. Changamoto ya kwanza vitendea kazi. Ndio. Umeshanisikia? Vitendea kazi. Changamoto ya pili, nafasi za kupigia. Unaona kama Burundi ni nchi ndogo. Alafu ni kwamba sinaweza kusema kama vile hatuupendi muziki. Nafasi za kupigia inakuwa inaleta matatizo. Unaweza kupanga leo hapa, kesho nasikia mwenye nyumba kauza, ukapanga hapo kwa unahangaika hivyo. Wakati mwingine unaweza ukaikaa muda mrefu unakosa nafasi ya kupigia. Alafu changamoto nyingine unajikuta na vifaa vya muziki. Inakuwa ni changamoto. Changamoto nyingine ya tatu ni waimbaji wa kike, aidha wapigaji. Tulivyokuwa tunapiga muziki sisi tulikuwa tunaenda makitenda tunazaana. Hivi sasa hivi ukimwambia dada aje aimbe na anakuonika mimi niimbe taarabu haiwezekani. Yeye anataka awe kama Zuchu. Kumbe na watu tuweze kuwa Zuchu. Kila mtu alivyoumbwa na Mwenyezi Mungu. Wanakuwa wanakimbia kuimba maki waimbaji wanakuwa ni wadogo na inakuwa changamoto hata wapigaji pia vile vile. Kwa hapo bwana Tandu inakuwa ni kwa upande wa wanawake tu, wanaume hawana matatizo yote. Wanaume wana matatizo na kusikia na hata kumwambia aje apige sasa ile muziki ya kike mimi siwezi kwenda kupiga. Sasa utakuwa ni Diamond. Haiwezekani. Naam, nimesikia una miaka 30 katika muziki. Ni kipi umefaidi zaidi? Imefaidi kwenye muziki kwanza kujulikana. Siwezi kwenda Rumonge nikalala nje, wala siwezi kwenda Gitega nikalala nje, wala nikaenda Dar es Salaam Tanzania au nchi yote hapa maka ya East Africa niti nikalala nje. Kujulikana kwanza hiyo moja. Na kitu kingine Tandu, mimi nakuaga siku zote niko nje ya mada. Utanisamee. Je, ni kitu gani ambacho kilikufanya mpaka ukasuka hizo dread? Ni swali. Ndio, kwa sababu unaona mwanamuziki kila mtu anakuaga na kitu chake ambacho anachokipenda. Ndio. Hata vile vile sonalo kama kina mama nikivizama uwanja kumepiga korosi yule wa dada ule pale umepanda. Kishamate kule mitiana. Unaona hii nipenda tu kujipendezesha. Ila kipindi kile kwanza nilikuwa napenda kutia afro, wakati mwingine nabadilika natia gachubo, wakati mwingine natia kali mkichwa. Hivyo tu napenda kujibadilisha tu hivyo. Sio sababu kitu kingine. Kwa hiyo unapenda kujibadilisha style za nywele, yani unapenda nywele zako short. Sana. Maki hapana nywele zangu najipenda mimi wote hapana mchezo. Na inaonekana tu. Sawa. Lakini mimi pana jina lingine umesahau kulizungumza mtaani wa nalisikia vile. Lipi tena? Tunapenda kupewa majina kila uchao. Mzee wa ku mzee wa kutupia. Ndio hilo jina nimepewa na mambo yake unaona kama ni bring. Hilo jina nimepewa na na DJ Six Fingers pamoja na DJ Mstat ndio alinipa hilo jina kutokana na masuala yangu gisi nilivyokuwa mtanashati, napenda kuvaa kushinda kila kitu chote. Juna najipenda mpaka basi na masuala ya kutupia hayo ni mambo yangu. Bwana Tandu, unaweza ukaniruhusu nikupe jina kupitia hapa Black FM. Tena hilo jina ni Rahma Othman mwenyewe ndo anaikupa. Haina wasiwasi. Naomba kwanza pokea kinyume basi unaniita hilo jina. Okay, mimi kuanzia leo nitakuwa nakuita Black Handsome. Asante sana. Sawa. Kwa sababu muonekano wake ni natural. Yani ni kitu ambacho kapewa na Mwenyezi Mungu na ameshakubaliana nacho, hakutaka. Unajua siku hizo kuna wanaume ambao wanajicream wapo, lakini bwana Tandu hakutaka kujicream. Yupo natural. Ndio maana nimeamua kumuita Black
handsome. Asante sana, nashukuru sana kwa jina lako. Basi nakuomba utapokuwa ukiniona basi niite hivyo hivyo. Hata usijali. Sawa sawa. Hiyo jina la umezungumzia la mzee wa kutupia. Mwanaume kupa ni Six Finger na DJ Msati. Natumai DJ Msati, Six Finger na wafahamu vile kama ni watafsiri wa filamu vile zile za Kihindi huko Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio ni wa Tanzania ambao wanatafsiri sinema za Kihindi, wanazitafsiri mkiswahili. Walikuja hapa Burundi, walivyoona muonekano wangu ndio akaniambia kuanzia sasa hivi kaka mkubwa utakupa jina lako hili. Na swali langu basi, sijui mama harusi wangu, je, ulishamaliza maswali? Maana mimi najua nikizungumza simalizi. Anza tu wewe alafu mengine tutamuuliza. Unaniruhusu? Nakuruhusu mama. Sawa. Na bwana Rox Tandu System. Umezungumza huko kwa sasa una takrima ya miaka 30 katika game ya muziki. Je, bendi lako ya kwanza umeanza katika bendi gani unaimba muziki wa taarabu? Na umeanza mwaka gani? Maana unazungumzia miaka 30. Kaka utuambie umeanzia na miaka mingapi na bendi gani? Ndio, mimi nilivyoanza kupiga muziki, nilianza muziki niko na miaka kama 22. Naam. Baada ya kumaliza shule darasa la 6 mwaka 86 kama sikusahau. Ndio. Nikawa najichanganya. Ndio. Nataka nicheze mpira. Naam. Alafu huku fundi cherehani. Alafu huku napenda muziki. Vilikuwa vinanichanganya hivyo, lakini percent nyingi zikawa zimeangukia kwenye muziki. Ndio, lakini mwanzoni nilikuwa niko mpenzi wa Shani. Ila bendi nilianza kupiga muziki kwenye bendi ya Jasmine Musical Club. Nilipoanzia, nilivyotoka bendi ya Jasmine Musical Club nikaingia bendi ya Superstar. Nilivyotoka bendi ya Superstar nikaingia ku bendi ya Alwatan. Hapo niliingia kama mwimbaji, kama kiongozi, ila sasa hivi niko na bendi yangu ambayo nikaimiliki mimi mwenyewe. Nikiwa mwenyekiti wa bendi ni mimi mwenyewe. Na Superstar wa Star wao ni mimi huyo. Ndio. Na endelea. Mwenyekiti wa bendi alafu mwimbaji pia vile vile, alafu na mpigaji na ndio mtunzi wa bendi. Ndio, inshallah. Na vile vile katika umezungumzia umekuwa fana wa katika Shani. Na ukaanza kwenye bendi la Jasmine. Jasmine tunamzoea Jesus vile mwalimu. Na katika Jasmine umeanza muziki gani? Je, umekuwa kama vile fana au umeingia na muziki ukaanza kuimba? Ndio, Jasmine nilivyoingia, kwanza nilikuwa sipendi kwa sababu nilikuwa niko Shani sana. Umenisikia? Nilivyokwenda kuwatembelea pale nikamkutana pako Jesus, tulikuwa tunazoeana kwa sababu sio wote tulikuwa fana wa Vitalo. Yeye na kakake marehemu Hasani, afu nikamkutana na jamaa yangu na ndio kapteni wa bendi yangu, ndio mpiga bezi wangu, Bwana Rama Mombasa. Wakawa siku hawana mpigaji. Ndio. Wakawa mpiga make walikuwa tunatumikisha mkwasa, ndio walikuwa wanatumikisha kipindi hicho cha drums. Ndio. Wakawa hawainei, wakawa wameniita wakaniambia njoo tusaidie kugusa hapa. Nikasema nitaweza kweli, lakini kawa nilikuwa na ule uzoefu kwa sababu nilikuwa napiga Apollo. Kwangu havikunisumbua sana kwa sababu nilikuwa fana wa Vitalo miaka ya kutosha, afu nilikuwa napiga ngoma na kina Mbakarai, wakina nani, wakina Abdul Shuja, wakina Yusufu wa Jesus na nani na wengine, ndugu yangu kakaangu Mungu ambariki kwa alipo, amrusha adhabu ya kaburi, marehemu Ramatoni amekufa hapa karibuni tu Ramadhani kama sio mwezi wa Ramadhani kama sikusahau. Basi ndio nikasogea pale nikapiga na njoo kwa mwanzo wangu kupigia muziki hapo moja kwa moja. Kufanya nimebakia tu pamoja. Nikajikuta kitu nacho nakujipenda muziki ndani na damu yangu hivyo. Nikajikuta nimekuwa mwanamuziki hivyo mpiga muziki. Ndio. Jasmine, au kuwahi kutunga muziki wako? Kwa Jasmine sikuwahi kutunga muziki. Kweli nilikuwa mpigaji wa drum. Mpigaji wa drum. Albamu zote alizotunga Captain Jesus iko ndio mwalimu wangu, nilipiga ngoma mimi. Ile drum ilikuwa ni mimi. Panga pangua. Na katika bendi la Jasmine hiyo nazungumzia ni bendi ya Jasmine ndio nilikuwa Superstar hata kwenye Superstar sikutunga. Kwa Superstar ndio ninaweza kwenda kuimba rasmi. Kwa Jasmine nilikuwa naimba na dokoa vile. Ila kwa Superstar kwa sababu palikuwa pako wapiga ngoma kama wawili watatu hivyo. Ndio.
ikalazimika tu na mwimbaji. Kwa sababu nilikuwa nishapata mafunzo kutoka kwa Jasmine. Sasa kwa kuimba huko ni kama tu sijui samaki mwambie kumtupa samaki baharini. Ndio. Bwana Roxy Tandu System, nimesikiliza yote, na kwa sasa una albumu ngapi ulishatoa mziki wako, na umezungumzia kama uko kwenye bendi la kwa sasa kwenye Alwatan yako binafsi unaongoza, na ulishatoa nyimbo zako ngapi? Ndio. Bendi yangu haitwi Alwatan. Nilivyotoka kwa Alwatan tulikuja tukafungua kikundi kingine kinachoitwa Alwatan. Mebimana Alwatan zikawa mbili. Unajua masani yanapokuwa pamoja yako sikugongana. Ambaye alikuwa rais wa hiyo bendi. Sasa tulivyotoka kwa Alwatan ya kwanza tukafungua ya kwetu ya pili. Tulifungua ya kwetu ya pili, mwenzangu tulivyokuwa maka hatukuelewana. Inaenjo alikuwa rais wa bendi, yeye akawa amejitoa, lakini kajikutana sasa nimenunua vyombo na wanamuziki, bendi ikawa imebakia kwangu peke yangu. Bendi yangu inaitwa Star Golden. Golden. Na kwa nini umeitia hilo jina la Star Golden? Kwanza mwenyewe nikizani ukiniangalia mwili wangu mimi kwa accident alivyonipa jina, maana kama tu ni dhahabu. Naam. Umenielewa? Alafu make bimana wanamuziki wangu wote ni wa handsome. Na dada wangu wote mimi bimana na wakubali sana. Sasa nikajiona tu kwa inabidi tujite tunyote adhabu kwa sababu sisi tuko manyota. Naam. Na albumu narudi tena nyuma, ulishatoa nyimbo ngapi albumu katika albumu yako? Kwa sababu sasa hivi na kitu kingine nilifungua studio ina kama miezi 6 studio ya kurekodi, na njoo niko natengeneza albamu. Kwa sababu haiwezi kuwa bendi isiyokuwa na nyimbo zake, haiwezi kuwa bendi isiyokuwa iko na albamu. Maana hivi niko jikoni, hata hivi nimekuja tu, ilikuwa niko na programu ya kuingia kutoa nyimbo zingine, ile ikalazimika nikasema change kwa itikeni. Niko natengeneza albamu ile nyimbo. Na hizo unatunga wewe? Ndio, naandika mwenyewe na huko na waimbaji wangu wanapiga. Na zingine wanaimba wanazoa kina dada. Umezitoa moja au ziko katika albumu zote? Ndio, hizo ni baada ya kuona kwamba palikuwa pako malumbano mengi sana mjini, ya kuonekana kwamba hapawezi kuwa bendi isiyokuwa na nyimbo. Ikaonekanika labda sisi hatuwezi kutunga. Ndio maana nikatoa hizo kama za haraka kuonesha kama watu kipaji wanacho. Kama kuandika kule palikuwa pako watunzi. Kama nilivyohamu kuna kwenye palikuwa pako watunzi tu wengi. Sasa sikupenda ule msongamano kusema eti hao watu na mimi tu na nini. Unaweza kujikutana wewe umetoa nyimbo. Kwa kuwa huyu ni kiongozi yako kinaweza kapigwa, yako sije kupigwa. Sasa nikutana ile mawazo yako yamekufa vile. Sasa nilikuwa nimeyaweka tu uzazi wangu, sasa hivi naanza kuzaa mtoto mmoja baada ya mwingine. Ndio. Na kusikana na hizo nyimbo zako tumesikiliza mengi, na vile vile Rahma pandisha. Alafu mimi nako swali langu katika masuala ya familia, yani namaanisha wazazi wako walikubaliana na wewe kuingia katika mambo ya muziki wa taarabu? Ni kwamba naweza kuzungumza kwamba mimi nilivyokomaa nimekuwa na mzazi wa kike. Mzazi wa kiume alikufa kama bado na miezi 3 ya kuzaliwa. Sasa nikakuwa na mzazi wa kike. Nilimsumbua. Lazima tu iwe hivyo. Nilimsumbua sana, ile nalikiri Mungu amuondoshia adhabu ya kaburi kwa alipo. Na mzidishie kuna nitaendelea kumtolea sadaka mamangu kipenzi. Nilimsumbua sana kwa sababu yeye alikuwa anapenda mimi nisome sana. Alipiganisha hilo nisome, lakini sasa akawa ananifinya sana, kunibana sana nisitoke. Afu mimi nataka nicheze mpira, nataka nikapige Apollo. Kipindi hicho nakumbuka wakati Mobutu alikuwa amekuja. Wakawa wamekuja kunichukua, wakati nikapiga Apollo, wakawa naenda kufanya mazoezi kama mengi. Sasa ule muda nilazimika masomo saa 8. Tulikuwa tunasoma asubuhi na saa 8. Haikuwa kipindi kimoja cha asubuhi tu, eti saa 8 usiende asubuhi na saa 8. Nilazimika saa 8 nisirudi shule niende kule Kamenge kufanya mazoezi. Nataka nimuone Mobutu kweli njoo huyu. Benzi ya milango 6 nilikuwa naisikia kama hadithi, nataka nikaihakikishie. Hapo ndio tulipoanza usumbufu mimi na mamangu. Na je, Tandi, katika masuala ya tuseme wazazi, unawaambiaje wazazi wale ambao wanajua kama wameshaweka katika fikra zao taarabu ni kitu ambacho kinawapotosha watoto? Waache kabisa. Waache kabisa, kwa sababu muziki sasa hivi ni kazi kama kazi zingine. Ndio. Muziki ni kazi, kwa sababu sidhani kama na mzazi ambaye anaweza kukubali mtoto wake ende kuwa jambazi, ende kuwa mwizi, akavunje milango ya watu. Sidhani kama anaweza kukubali hilo swala, afaje kujikutana mtoto wake afa hana macho au amemkata mkono. Ila muziki sidhani, muziki ni kitu, kazi ya heshima. Kwanza ni kazi ya usafi. Mshanielewa, muda wote unabidi uwe msafi, afu na ni kazi ambayo ni kazi ya heshima. Na ni kazi inaweza kufanya kwa muda wote, saa yote ukajikutana umeonana na rais wa nchi. Mimi kama mimi naweza nikasema, naweza nikajinasibu kuonana na Salim Ahmed Salim. Nilimwona jua muziki. Bila muziki tungelikutana mimi na yeye wapi?